na mambo ya dunia, hautababaishwa na dunia inavyoenda. Haleluya! Mwambie, sema Bwana Yesu, nifunike na nguvu zako, nifunike na nguvu zako. Haleluya! Kwa kawaida kwenye dunia hii, chochote unachoona kinaendelea na kustawi, jua nyuma yake kuna nguvu. Narudia tena, jua nyuma yake kuna nini? Ukiona mtu anafanikiwa kwenye mambo ya uchumi, jua nyuma yake kuna nguvu. Lakini leo tunazungumza mtu avikwe nguvu, afunikwe nguvu za Mungu aliye juu. Sa nguvu za hapa duniani zina msaada wa kitambo, zina msaada wa kipindi kifupi, lakini nguvu za Mungu aliye juu ni nguvu za milele. Sikiliza nikukumbushe ya kwamba hata ujio wa Bwana Yesu hapa duniani alikuja kwa nguvu za Mungu aliye juu. Haleluya! Ndio maana kila alipopita, yale walioshindwa miaka mingi, yale yaliyowashinda siku nyingi, yaliwezekana kwa sababu yalikuwa yamefikia kiwango cha suluhu, yalikuwa yamefikia mahakama ya juu. Haleluya! Haleluya! Ziko mahakama hapa duniani hazina nguvu juu ya kuhukumu maisha yako, lakini leo hii iko mahakama yenye nguvu, yenye kuleta suluhu ya changamoto zako, mahakama ya Mungu aliye juu. Haleluya, haleluya! Analeta suluhu juu ya magonjwa kwa nguvu zake, suluhu juu ya aibu, suluhu juu ya maisha yako, suluhu juu ya kesho yako. Inawezekana rafiki yangu, mchana wa leo unanisikia, hauelewi hatima ya maisha yako itakuwaje. Bwana Yesu atusaidie. Haleluya! Ukiangalia historia yako haikubebi kwenda mbele. Ukiangalia historia ya maisha yako ni kana kwamba umeharibikiwa. Ukiangalia historia ya maisha yako ni kana kwamba uko mwishoni. Lakini nataka nikuambie siku ya leo, amka uelewe nguvu za Mungu aliye juu zikufunike. Haleluya, haleluya! Ondoa akili yako ya kutegemea nguvu zako. Ondoa akili yako ya kutegemea akili zako. Maana neno la Mungu kwenye Mithali 4 na ule mstari wa 3, Biblia inasema hivi: usizitegemee akili zako mwenyewe, kwa sababu kwa akili zako hautaweza, lakini mtegemee Mungu aliye juu, na atakuwezesha. Haleluya! Kumbe ili mtu ashinde kwenye dunia hii, ili mtu wa Mungu afanikiwe kwenye dunia hii, hana haja ya kutegemea akili zake, hana haja ya kutegemea ufahamu wake. Anatakiwa kumtegemea Mungu aliye juu. Haleluya, haleluya! Mungu aliye juu atakuvusha mahali ambapo unahisi hauwezi. Tusome neno la Mungu, tuangalie siri za watu wa Mungu waliotutangulia. Daudi ni mtu aliyepigana vita siku nyingi. Lakini sikiliza, Daudi alimtumainia nani ili kushinda vita? Nguvu za Daudi zilitoka wapi? Chanzo cha nguvu za Daudi ni kwa Mungu aliye juu. Zaburi ya 57, andika. Zaburi 57. Daudi anakuwa na sala yake. Kwanza alianza kuomba rehema kwa Mungu. Sasa rehemu Mungu na vitu vingine. Lakini mstari wa pili, naomba nisome kuanzia mstari wa kwanza. Daudi anasema, unirehemu Mungu, unirehemu mimi, maana nafsi yangu imekukimbilia wewe. Sikiliza, anasema nafsi yangu imefanya nini? Haleluya!
ionekane iko nguvu ya Mungu unayoitegemea, ni lazima nafsi yako imkimbilie nani? Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Anasema maana nafsi yangu imekukimbilia wewe, nitaukimbilia uvuli wa mbawa zako hata misiba hii itakapopita. Anasemaje Daudi? Anaapa, anasema nitamwita Mungu aliye juu. Nitamwita Mungu aliye wapi jamani? Amen. Mungu anitimiziaye mambo yangu. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Unapokutana na changamoto, lazima ujifunze kwa watu wa Mungu waliotangulia. Unakutana na magumu kwenye maisha yako, wewe sio wa kwanza kukutana na hayo magumu. Wewe sio wa kwanza kujaribiwa. Lakini tunajifunza neno la Mungu hapa. Daudi anamwita Mungu, anasema unirehemu e Bwana, maana nafsi yangu imekukimbilia wewe. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Lakini anasema nami nitamwita Mungu aliye juu, maana yeye ndiye anitimizia